kiuhakika ni kweli kwamba kuna changamoto ya ajira, lakini mimi siiti changamoto. Ni changamoto, sio ajira. Changamoto ni mtazamo wa watoa elimu na wapewa elimu wetu, kwamba tunapewa elimu ambayo inatuandaa kwenda kuajiriwa. Lakini kama mlivyonisikia leo kwenye speech yangu, moja ya vitu ambavyo tunajaribu kuwaasa wa vijana ambao ndio wanamaliza chuo kwa sasa ni kuwa innovative, kuwa entrepreneurs, wawe wabunifu na wawe watu wa kufanya vitu kwa mlengo wa kujiajiri. Kwa sababu kwenye value chain ya ajira kuna waajiriwa na mwajiri, lakini katikati hapa huwa hatupaoni. Kati ya mwajiriwa na mwajiri kuna mambo mengine mengi yanaweza yakaendelea. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo tulikuwa tunajaribu kuviongelea hapa ni sisi sasa kuanza kuwa na mtazamo tofauti. Na ni lazima tuendane na dunia inavyoenda. Kama mnavyofahamu sasa hivi kumekuwa na mambo mengi yakitokea, hasa ya automation. Tumeona maroboti ambayo sasa yanafanya shughuli za binadamu. Tunaona vitu kama akili mnemba tunaita artificial intelligence. Yote hivi vinaenda kureplace nafasi ambazo binadamu walikuwa wakishughulika, wakifanya kazi. Sasa sisi nafasi yetu itakuwa wapi? Ndio wakati mwafaka sasa wa kuangalia namna gani sisi tutajiposition na kubadili mwelekeo wetu na mtazamo uliopo sasa kwenda kwenye kufit kwenye mazingira ambayo tunayaona yanakuwa created kwa sasa. Na ndio hasa nia ya workshops kama hizi. Tubadilike, tuendane na dunia inavyobadilika. Kwa tukio hili la leo tumekutanisha chemical process engineers peke yao, na hii ni moja ya kutekeleza majukumu yetu, ambapo tuna vitengo kadhaa tumevitengeneza ambavyo kwa Kiingereza tunaita divisions. Sasa hii leo tulikuwa tuna relaunch division ya chemical process engineering, ambapo ni mambo mengi tumeweza kuyaibua ambayo yalikuwa yanafanyika huko nyuma, lakini sasa tunaona kwamba pengine kwa sababu mwaka huu tunatimiza miaka 50 ya Taasisi ya Wahandisi Tanzania, sasa ni muda ambao hizi divisions zetu ikiwemo chemical process, ni muda ambao tunajaribu kuangalia ni wapi tumetoka, nini ambayo tumeyafanya, nini ambayo hatukuyafanya. Wanafunzi, katika vitu vinavyohitajika kwa mwanafunzi, moja ni knowledge ambayo zaidi ndio tunaitoa madarasani, kumfundisha mtu kujua what is this, ku explain na nini. Kitu cha pili kinachohitajika ni skills. Kwenye skills, hasa kwa sisi wa engineering, ndio kwenye changamoto kwa sababu ya teknolojia. Na kupitia hii warsha kama hizi au conference kama hizi ndio inatusaidia kupata members ambao wako nje ambao wana practice. Kwa hiyo tukiwapata wale na zile teknolojia ndio wanazitumia na wao ndio wanaajiri wanafunzi, ni rahisi kuongea nao wanafunzi waende wakafanya practical training kwao, wawafunze zile teknolojia ambazo wanazo. Na pia kama mwaka huu kulikuwa kuna program hii ya HIT ambayo ni ya World Bank, ambayo serikali ilipata hela through HIT, ambayo ni kwa ajili ya kusomesha, kupata equipment mpya. Leo ni siku bora sana ya kurudisha new chapter ya CPE. Tunapata nafasi ya kujifunza kutoka kwa engineers, especially industrial experts. Tunajifunza kutoka kwa madaktari na engineers ambao wapo experience kwenye hizo sekta ambazo tunajifunza sisi pia. Kwa hiyo tunapata madini mengi, tunapata kuona biashara nyingi zilivyo mpaka sasa hivi zinavyoendeshwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.